Mtazamaji wa TAKUKURU TV, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yani TAKUKURU imekuwa ikitekeleza miradi ya ujenzi wa majengo yake ya ofisi katika mikoa na wilaya mbalimbali. Lengo la ujenzi wa ofisi hizi ni sehemu ya kuboresha utendaji kazi wa kuzuia na kupambana na rushwa. Leo Machi 14 mwaka huu 2026, Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria imetembelea na kukagua mradi wa ujenzi wa ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita na kupewa ufafanuzi huu na mkurugenzi wa milki kutoka TAKUKURU, Mhandisi Dr. Emmanuel Kiabo. Katika picha hii ni mpangilio wa sakafu ya jengo. Tulianza kazi ya uchimbaji msingi ambapo watu wengi walishirikishwa katika kazi hii ya ujenzi. Mradi wetu itekelezwa kwa njia ya force account kama ambavyo taarifa itasomwa. Kwa maana hiyo tumetoa ajira kwa wananchi wa Nyang'hwale, angalau wamepata chochote kwa ajili ya kujikimu katika maisha yao. Pengine angekuja mkandarasi na watu wake wangefanya na kuondoka, lakini mradi huu umekuwa na faida kubwa pia kwa wananchi wa Nyang'hwale. Eneo hili hapa ni sehemu ya ujenzi wa msingi. Tumeweka mawe ya kutosha, tumeweka na nondo, tukamimina na zege juu yake ili msingi wetu ukae sawa sawa. Picha inayofuata, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hatua ya ujenzi wa boma. Zege ambayo tumelimimina kwenye jamvi ndio hili hapa, tukajenga mistari, tukamimina zege tena, tunaita intermediate beam kwa ajili ya kuimarisha uimara wa kuta zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi nyingi zimefanyika tukafikia katika hatua hii ya muonekano wa jengo letu kwa mbele na muonekano huu kwa upande wa kulia wa jengo letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kifupi, hii ndio taarifa fupi kwa kutumia baadhi ya michoro pamoja na baadhi ya picha kwa maana ya wasilisho hili. Aidha, wanachama wa klabu ya wapinga rushwa shule ya sekondari Msalala walitoa burudani hii iliyoburudisha na kuelimisha kuhusu mapambano dhidi ya rushwa. Baada ya kupata burudani na maelekezo kuhusu ujenzi wa majengo mbalimbali ya TAKUKURU, mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro alitoa maelekezo haya. Serikali ya awamu ya 6, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliwaahidi Watanzania, iliwaahidi kupambana na rushwa, iliwaahidi kutokomeza rushwa. Utekelezaji wa miradi kama hii, ujenzi wa ofisi na miundombinu yake, uanzishwaji wa klabu 73 katika wilaya hii peke yake, klabu za wanafunzi za kupambana na rushwa, ni ishara ya wazi kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia wizara hii ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, kupitia taasisi yake ya TAKUKURU inayoongozwa na ndugu yetu Chalamila, inatekeleza ilani yake. Ujenzi wa jengo hili ni viwango vya juu sana. Kamati tumeridhika na ujenzi huu
tumeridhika na matumizi ya fedha ya shilingi milioni 386 ambazo zimetumika hapa. Maelekezo yetu kwa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, majengo mengine yote yasipungue viwango hivi. Yaani hiki kwetu sisi kamati ndiyo kipimo, ifike hapa na kwenda juu zaidi. Lakini kwa Mheshimiwa Waziri, maelekezo yetu, taasisi zako zote unazozisimamia, inapokuja swala la ujenzi wa miundombinu, waende TAKUKURU kujifunza, wamuone Daktari Injinia Kiabo ili awape darasa ujenzi unafanywaje. Daktari, hongera sana. Awali akitoa ufafanuzi kuhusu ujenzi wa ofisi mbalimbali za TAKUKURU, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila ameeleza baadhi ya ofisi zilizojengwa hadi sasa na manufaa yake katika kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na utashi wa kisiasa uliopo katika mapambano dhidi ya rushwa tangu kuingia madarakani kwa serikali ya awamu ya 6, kazi kubwa imefanyika kuiwezesha TAKUKURU kuwa na mazingira bora ya kufanyia kazi, ikiwemo majengo bora na ya kisasa. Ninaomba kutoa taarifa kuwa hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2026, kiasi cha shilingi bilioni 3,829,914 sawa na 63.8% ya bajeti ya miradi ya maendeleo iliyotengwa ya shilingi bilioni 6 kilikuwa kimepokelewa kutoka hazina. Kiasi hiki cha fedha kinatumika kutekeleza miradi ya ujenzi ya majengo ya ofisi za TAKUKURU mkoa wa Singida na wilaya za Ludewa, Kwimba, Hai, Karatu, Mlele na Chingwea na Tandahimba. Miradi ya ujenzi wa majengo ya ofisi za wilaya za Pangani, Kondoa na Kyerwa itaanza kutekelezwa mara baada ya kupokelewa kwa kiasi cha fedha kilichosalia. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, naamini kupitia makala hii umejionea baadhi ya matukio na kusikia maelekezo yaliyotolewa katika hafla fupi ya ukaguzi wa ujenzi wa ofisi ya TAKUKURU Nyang'hwale. Hebu tusikilize maoni haya kutoka kwa baadhi ya wananchi na watumishi wa TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale. Kwa sasa kwa jengo hili, kwa sababu liko karibu, itakuwa ni msaada sana kwa wananchi wa Nyang'hwale. Kwa hiyo ninashukuru sana na kujipongeza serikali kwa jengo hili zuri. Huduma hii imekaribia kwamba wananchi watapata huduma kwa urahisi zaidi. Badala ya kutumia muda mrefu kwenda mbali, hapa ni karibu. Wananchi wananufaika. Kwanza kabisa, kabla mimi sijawa mkazi wa siku nyingi hapa, nilisikia walikuwa wanaenda Geita mpaka wapande gari, wasafiri wafike kule, lakini kwa hapa imekuwa ni karibu. Unaweza ukatembea kwa mguu na pia unaweza ukapanda boda ukafika kwa haraka, na pia ni wepesi wa kusikiliza wananchi. Ukifika unapata huduma kwa haraka, kwa sababu mimi nishafanya nao kazi na waaminia. Nimefurahi sana, pamoja na ishukuru serikali kwa kuleta jengo jipya ambalo limekuwa kitu muhimu sana kwetu watumishi wa umma, kwani tunaweza kufanya kazi za udhibiti, uelimishaji pamoja na uchunguzi katika mazingira mazuri na mazingira fanisi. Pia imekuwa ni jambo jema sana kwa wananchi, kwani wanakuwa na uhuru kufika katika eneo hili, lina uwazi pamoja na usiri katika kazi zao. Tunashukuru sana serikali na tumefurahi sana. Mimi kama mtumishi wa TAKUKURU wilaya ya Nyang'hwale ninaahidi kufanya kazi kwa malengo ya serikali iliyotegemea baada ya kuleta jengo hili, na nashukuru na tutafikia hatua kubwa katika mapambano dhidi ya rushwa.
kuzuia rushwa ni jukumu lako na la kwangu pia. Timiza wajibu, hebu kwanza tucheze muziki na ofisi imeshaanzishwa. TAKUKURU kuzuia rushwa, moja moja tatu na mabibi. Twapongezi kwa Mama Samia, twapongezi kwa Chalamila, twapongezi kwa TAKUKURU.